Kuna huyu mwamba anaitwa Joan. Mwamba ni maskini sana na shughuli yake kubwa ni uchoraji na anategemea katika hii kazi na anaamini kwamba siku moja atatoboa kimaisha. Na leo yupo kazini anamchora bidada mmoja mrembo sana. Na mwamba anapomaliza kumchora bidada inafika gari moja ya kifahari sana ambayo ndani yake kuna huyu mwamba ambaye ni tajiri sana katika huu mji. Na pembeni yake yupo na bidada mrembo sana ambaye ni ex-girlfriend wa mwamba Joan. Sasa mwamba amekuja kumzihaki huyu mwamba na anamtupia hela kisha anamwambia kwamba hiyo pesa itakusaidia katika matumizi yako. Mwamba anakubali hizi haka na anaumia sana kunyanyaswa. Hivyo inakuwa aina budi tu, inabidi akubali kwani ni kweli ana pesa na ana shida nayo. Ile pesa aliichukua. Basi mwamba anaondoka mdogo mdogo mpaka kuelekea nyumbani kwake. Na akiwa anatembea mtaani, anafika mpaka kwenye mtaa wao na wamejaa vijana wengi ambao ni wachoraji. Mwamba anatembea taratibu, mwisho anafika mpaka hapa. Lakini mzee wake mwenye nyumba anamuita na kumwambia kwamba kijana, bado hujanilipa pesa yangu na muda unazidi kusonga, naomba nilipe pesa yangu. Yule mzee akasema kwamba naomba nilipe kodi yangu, mwezi uliopita umeshapita na huu ni mwezi mwingine sasa, bado hujanilipa pesa yote. Basi mwamba akatoa pesa kisha akamrushia yule mzee, na mzee akahesabu ile pesa na kumwambia kwamba hii pesa haitoshi kwa mwezi, inaweza kaa sawa, lakini mwezi uliopita bado hujanilipa, naomba nilipe pesa yangu. Kijana akasema kwamba nitakulipa pesa wakati mwingine, nitakulipa kesho. Yule mzee akakasirika sana na kusema kwamba kwa nini unajipangia muda wa kulipa pesa na wakati hii ni nyumba ni yangu? Kisha mzee akachukua kopo na kumtupia kijana. Kijana akalidaka lile kopo kisha akalichukua. Kuna namna alitaka kulirudisha lakini akaona hapana, sio poa, lile kopo ni dili. Mwamba kwa shughuli nyingine anajishughulisha na biashara ya kuokota makopo. Mwamba akalihifadhi lile kopo. Basi muda ukapita na mwamba akaenda mpaka kwenye hii gallery moja ambapo wanaonesha picha. Na mwamba alifika hapa ili kumuomba huyu mwamba basi ajaribu kuzionesha picha zake hapa, huenda atapata wadhamini. Lakini yule mwamba mmiliki wa hapa alimwambia kwamba hapa huwezi kuweka picha zako, na kama unahitaji niweke picha zako basi utabidi unilipe mpunga. Mwamba aliona amna noma, akazama mfukoni kisha akatoa kibunda kisha akamkabidhi yule mwamba. Yule mwamba akasema kwamba hii pesa haitoshi, labda tuweke passport size tu, lakini hii pesa ni ndogo mno, inabidi ongeze mpunga. Lakini huyu mwamba akaona kama anazingua kwani mwamba ana kibunda, hivyo akaamua kuachana naye, akaanza kupanda juu. Sasa akiwa anapanda juu lakini mwamba hakumwacha, akazidi kumbembeleza akimfuata nyuma. Mwisho siku wanafika mpaka juu na mwamba inabidi amfungukie tu, akamwambia kwamba Joan, hivi unajua kwamba michoro yako ni takataka? Yani michoro yako ni ya hovyo sana, bado hujafikia viwango vya kuwekwa picha zako ndani. Joan akasema kwamba boss, naomba nielewe, sasa hivi nimeisha improve, michoro yangu sasa hivi nimekali, hata mpenzi wangu anajua kazi yangu, sasa hivi anapenda kazi zangu na anajua kitu ambacho nakifanya. Lakini wait, hivi unajua mpenzi ambaye anamzungumzia? Mpenzi anayemzungumzia ni huyu binti ambaye ni kipofu na haoni chochote kile, anafahamu kuhusu kazi zake. Basi tuachane na huyo, tuendelee na mzigo. Huku mwamba akaanza kuwaka na kumwambia kwamba hivi wewe ni mjinga, unasema kwamba mpenzi wako ambaye anafurahia kazi yako ni yule kipofu? Hivi wewe una akili timamu ama unaniona mimi mjinga? Kisha akamwambia njoo huku, kisha akampeleka mpaka hapa, akasema umeiona hii picha? Hii picha ni ya kiazi na kila nikikitazama kinanipa njaa, huwa natamani kula na napata njaa kweli, na hii ndio maana halisi ya sanaa. Sasa wewe michoro unayoichora bado hujafikia viwango. Yale maneno yalimuumiza sana mwamba na alijisikia vibaya. Hebu tuachane tuje upande wa pili. Huyu ndiye Tiani ambaye ni mpenzi wa yule mwamba na hapo yupo kazini, na hapa ni kazi, yupo saluni anafanya massage watu ambao wanakuja kunyolewa kwa sababu alikuwa hana uwezo wa kuona, hivyo ilibidi tu afanye hii kazi. Sasa changamoto kubwa kazini kwake ni pale ambapo wateja ambapo wanakuwa wanamtania na wengi huwa wanamshika maungo yake kwa sababu waone, hivyo wanatumia chansi kama kumuonea hivi. Na Joan leo alikuwa nafika hapa na anakuta wale jamaa wanamchezea mpenzi wake, hivyo mwamba akakasirika sana kisha akawaza kulipiza kisasi. Wakiwa wananyenyuka hawa jamaa wanataka kutoka nje, Joan aliwashika makalio. Mwamba wakashtuka kisha akawageukia na kuanza kuambia kwamba hivi kwa sasa mnajisikiaje sasa, ama mna feel vipi? Mmezoea kumchezea huyu binti na siku zote nimewaangalia tu, vipi leo nyinyi nikiwashika hivi mnajisikiaje? Wale wamba wakakasirika kisha wakampiga mwamba na kumwambia kwamba oya, sisi ni wanaume, naona tushikaje hivyo. Basi walimpa adhabu kubwa sana na muda ukapita huku Joan akana kando na mpenzi wake baada ya kula kipigo. Basi akana jitetea huku Joan na kusema kwamba nimewapiga sana, yani nimeumiza vibaya mno, na mpenzi wake anasema hivyo hivyo na mimi nimewasikia wakiwa wanalia.
lakini kumbe amekula kipigo bwana. Basi muda ukapita na Mwamba akanamwambia mpenzi wake, nimekuletea zawadi. Hivyo akatoa zawadi ya viatu ambavyo alimvalisha, na mpenzi wake alivyovijaribu alivipenda sana, hivyo alifurahi. Basi wakaanza kucheza pale taratibu, wakaanza mziki na wakaenda taratibu, lakini Mwamba akiguswa ameumia, na hivyo anavunga, anajifanya kama si yeye. Basi akiwa anataka kumkisi mpenzi wake akasema kwamba nahisi kama kuna mtu yupo ndani, na yule jamaa alisema ndiyo, ni kweli, kuna ndani kuna huyu mwanangu ambaye amefukuzwa hajalipa kodi, hivyo yupo ndani. Basi Johnny akanamwambia mpenzi wake, lakini usijali. Basi Johnny akanamwambia mpenzi wake, nimemsaidia na alikuwa ana pa kwenda, hivyo niliamua kumsave tu aje kukaa hapa siku 2-3 tuishi naye tu. Yule mpenzi wake akasema basi hamna shida. Basi Mwamba akamwambia yule mshikaji kwamba basi naomba ufumbe macho mwanangu, nimkisi shemeji yako. Tian alikataa na kusema kwamba hayupo comfortable kukisiwa akiwa mtu anaangalia, hivyo akaomba kuondoka. Basi Tian aliondoka na alibaki Johnny pamoja na mshikaji wake. Walikuwa wamekaa huko juu kwenye rooftop, wakawa wanakunywa bia huko wanavuta sigara. Basi walienjoy kwa kunywa mtungi, jamaa wana maisha magumu wote, wakafarijiana. Mwisho wa siku walikuja wakazimu. Sasa wakiwa wamelala hapa, Johnny anakuja kuamka, anaona kuna kitu kinapita angani, kinatembea kwa spidi kali sana. Mwamba alipokuja kuangalia huku, ile ndege ambayo ilikuwa angani ikaja ikashusha viumbe vya ajabu ambavyo vilikuwa vimekaa pale chini. Alishuka mwanamke mmoja ambaye alionekana kama katuni hivi. Mwisho siku wakashuka tena wanaume wawili. Sasa Mwamba akanaangalia. Sasa hao viumbe walishuka mpaka pale, na hapa wakawa wanashangaa. Sasa Mwamba akiwa amekaa upande wa pili huku, ilibidi awapige picha kwa siri. Hivyo akachukua simu yake, kwa bahati mbaya alisahau kuzima flashlight. Hivyo alipopiga ule mwanga ukawamulika, na wale viumbe walishtuka, hivyo wakadisappear, kisha wakakimbia na juu wakaondoka na ile ndege yao ambao wamekuja nayo. Lakini pale chini walikuwa wamesahau kitu kama peni, kwani hawa ni viumbe wacholaji ambao walikuja huko duniani kwa ajili ya kuchola vitu vilivyopo. Sasa Mwamba, basi muda ukapita na muda ukasonga, kulikucha mpaka asubuhi, na Mwamba anaamka asubuhi, kisha anasema basi Mwamba akaifuata ile peni na kufly sana kusema kwamba amepata peni mpya na zawadi hii, kisha akaichukua. Basi akaenda mpaka kulala. Kulipokucha asubuhi, bwana Johnny anamshwa na mshikaji wake, na mshikaji wake anamkurupua sana, lakini Johnny anakumbuka kila kitu kilichotokea usiku. Basi akaanza kumuelezea na kusema kwamba jana walikuja viumbe kama alien hivi, kisha waliacha vitu hapa, kisha walishuka, waliingia mpaka ndani hapa, niliwaona kwa macho yangu. Ule Mwamba anasema kwamba hivi umechanganyikiwa, mbona unaanza kuleta mambo ya ajabu? Hizo ni story tu zilizopo. Lakini Mwamba anamwaminisha na kumwambia kwamba ni kweli, nimewaona wale ni wenyewe kabisa na waliacha peni hapa. Mwenzie akamwambia kwamba wewe umechanganyikiwa na umelewa, jana hakuna kiumbe chochote kilichoonekana, na hizo ni story, na hao alien ambao unawasema ni wewe uliwachola. Ona picha yako, ni kabla ya kwenda kulala uliwachola. Lakini Mwamba akasema hapana, sio kweli. Mwamba amebaki mwenyewe, akaishika ile peni na kusema kwamba rafiki yangu atakuja kuniamini tu, ngoja nimwambie. Basi muda kasonga na kufika mpaka mchana. Mwamba akaenda kazini kama kawaida, akawa amefika pale kuchola. Mwamba akaingia mzigoni, akawa anachola na mchola bidada mmoja. Hivyo akamemaliza kumchola, lakini rangi ikameisha, hivyo ikabidi atafute rangi. Akanatafuta pale lakini hazioni, na alipokuja kuangalia pembeni ndo anaiona ile penseli. Akaona hamna shida, ngoja niitumie hii. Kisha Mwamba akaichonga na kuanza kuitumia. Akajaribu kwanza, akachola duara moja katika daftari ili ajaribishe kama inafanya kazi kweli. Karatasi likadondosha jiwe, lile duara lilochola likatoa jiwe, yani lilikuja jiwe kweli. Mwamba akachanganyikiwa na kuona huu ni utani. Mwisho siku ilibidi atesti tena athibitishe, akachola apple na apple likatokea kweli. Mwamba akaona ili ni dili. Akachukua lile apple na akajaribisha kama ni lenyewe, akang'ata, akagundua kwamba ili ni la kweli kabisa. Hivyo akachukua apple na kuweka mfukoni. Basi Mwamba ilibidi tu afunge ofisi na kuenda kukimbia. Ikabidi akusanye vitu vyake vyote, kisha amfuate rafiki yake aende naye mpaka nyumbani. Kisha akaanza kumwambia rafiki yake, oya, hii peni ni kweli nilichokwambia, na kila kitu kilichotokea usiku ni kweli kabisa. Mwamba anamuona tu amechanganyikiwa mshikaji wake. Mwamba akamwambia kwamba umeona ili jiwe, pia umeliona ili epo, mimi nimevichola na vimetokea kweli. Mwamba anazidi kumuona mwenzie anachanganyikiwa tu. Mshikaji wake akaona kama, wewe mbona unachanganyikiwa? Kisha akaanza kumtania na kumwambia kwamba, oya,
ili apple ndo unasema limebadilika. Mwamba akalila apple lote kisha akamwambia kwamba yani unaletea apple umenunua alafu unakuja kuniletea story za propaganda. Hivi unaniona mifala eti? Basi Mwamba akasema okay, amna shida, ngoja tufanye kitu. Basi akaanza kuchola jiwe la dhahabu ambalo linafanania na dhahabu, kisha akamwambia kwamba ona itabadilika, lakini lile jiwe alikubadilika. Kisha Mwamba akaona oya, hii ni michezo ya kijinga, kisha akachukua lile karatasi zeni akalikunja alafu akalitupa. Alipotupa tu sauti ikasikika kama mtu amepondwa na kitu kizito. Hivyo akakimbia na kwenda nje, akamuona baba mwenye nyumba anavuja damu. Kisha yule mzee akasema kwamba oya, yani mmeamua kuniponda na jiwe eti katika nyumba yangu. Wale vijana wanashangaa, oya imekuwaje hii? Yani tumemponda na karatasi alafu anasema jiwe, lakini anavuja damu. Hivyo yule mzee akachukua lile jiwe ambalo mbonda nalo, kisha akalinyosha juu akitaka kuwabonda, lakini anapokuja kuangalia vizuri anagundua kwamba hii ni dhahabu. Mzee anadata na kusema kwamba oya, hamna kitu mmefanya wazee, na hamna kitu, mpo sawa tu, oya mi acha niwaache. Kisha mzee akajichenga akanyosha mbele, kwani ametembea na mzigo mnene. Ukujua ule mshikaji ndo anaamini kwamba oya, ili kumbe ni dili mzee wangu, hii issue ipo serious. Lakini yule Mwamba akasema bado siamini vizuri. Oya, sasa fanya kitu kimoja, naomba uchole dhahabu kubwa hapa, na ikitokea basi mimi nitaamini kwamba umchongo upo serious. Yule jamaa akashusha karatasi chini kisha akachola dhahabu kubwa sana. Dakika chache mbele ikatokea dhahabu moja kubwa sana. Hivyo wana wakashangaa na kusema oya, umzigo ni serious. Na kwa sababu wale jamaa walikuwa wanaishi katika kageto kadogo, wakapeana mawazo kwamba oya, inabidi tupate kuchora bonge ya mjengo tuishi katika nyumba ya kifahari. Na Mwamba akaamua kuchola ile nyumba kisha akamuonesha rafiki yake. Dakika 2 mbele tu, muda hujaenda, ililoka bonge ya mjengo katika mji katikati. Watu walishtuka na kushangaa imetokea wapi? Iki nini? Kisha polisi walifika mpaka pale na kuanza kukagua nini kilichotokea hapa, mbona ni miujiza hii. Basi polisi wakawa nakagua pale na kujiuliza kwamba mjengo ni wa nani, mbona wa kifahari sana, na dakika 5 tulikuwepo hapa, dakika 5 tu mjengo umetokea, nani kauweka? Na Joan pamoja na mshikaji wake walikuwa wamekaa pale, wakaanza kuwaza kwamba ni msala sasa, hii imekuwa noma. Hivyo Mwamba akanawaza tutafanyeje ili kuifuta hii picha. Mwamba ilibidi aanze kuwaza. Then akachukua ile peni kisha akaibonyeza na kagundua kwamba huko mbele ni kama kuna kitu kinawaka, huenda ikawa ni ufutio. Mwamba akaanza kupitisha ile peni katika ule mchoro, basi ikaanza kufuta ule mchoro na hatimaye kufuta wote. Na polisi walipokuwa wanaingia ndani, ule mchoro ukapotea. Ule mchoro ukapotea na pakabaki peupe. Watu walishtuka, mji ulisimama. Basi Joan pamoja na mshikaji wake waliingia mpaka ndani, na walipokuwa wamekaa huku Mwamba anamwambia Joan, hebu tuachane na mpango mzima wa majumba sijui na dhahabu, inabidi hapa tuandike pesa, na inabidi tuchole pesa ili tupate pesa nyingi tuweze kufanya kuishi maisha ya starehe na gharama sana. Yule Mwamba akasema hamna noma. Kisha Mwamba akachukua chini akaandika ile peni kwamba nahitaji milioni 200, akaiandika kwenye karatasi, lakini ile peni haikufanya kazi, hivyo ikaleta milioni 200 kama namba. Basi Mwamba akachoka na kuona umekosea. Basi akachukua pen Joan kisha akaanza kuiandika, na chini akaanza kuchola kwa umakini mkubwa, then akachola pesa mingi. Dakika chache zilizofuata yalianza kudondoka mapunda ya pesa mpaka pale ndani paka hapatoshi, wakaona kimbia tu kwani pesa ni nyingi zinazoshuka. Basi upande pili huko nje kuna huyu baba mwenye nyumba ambaye alikuwa analalamika na akawa analalamika kwa hawa wasanii ambao wamepanga katika mjengo wa choraji. Kisha akaanza kusema oya, nyie vipi, mbona mmekaa kizembe sana mundani, mbona mnafanya uchafu, yani umundani mmekosa usafi kabisa. Basi kuna mdada mmoja ambaye alishindwa kuvumilia na kumwambia kwamba oya wewe mzee, mbona unatunyanyasa kila siku, tupige makelele umundani, tumepanga na tunalipa, tuna uhuru wa kufanya chochote kile, na tumekuchoka tabia yako. Yule mzee akuweza kuvunga, akamwambia oya, yani wewe kazi yako ni kubadilisha tu wanaume umundani, kila siku mwanaume mpya, na hamna shughuli unafanya, wewe ni malaya mkubwa tu, yani una kitu cha kuniambia. Basi kiwa umekaa pale, basi wakaona kuja Joan na mshikaji wake wakiona wakitamba kweli, wanashuka wakiwa wamevaa nguo wakizani hizo nguo ni za kitajiri, lakini kumbe ni nguo za wachekeshaji. Wamba wanashuka mpaka pale, na nyuma yao wanakuja wadada wazuri ambao wameshika briefcase ya pesa, yani pesa nyingi. Kisha akachukua hiki kipaza sauti, kisha akaanza kusema kwamba oya, nimejilipia kodi ya miaka 100 ijayo, yani kalipa kodi ya mpaka na kufi. Yani watu walishangaa pale, na ule mzee akujiuliza chochote kile, akana shangaa tu, huyu katoa wapi pesa hizi zote, na wakati jana tu tulikuwa tunateseka naye mtaani. Basi muda ukapita, Mwamba akachukua magari ya kifahari, kisha akaondoka na kaenda moja kwa moja mpaka kwenye kampuni moja ambalo linaitwa Real Estate, ambalo linatengeneza majengo ya kifahari. Mwamba alipofika mpaka pale anakutana na ex-girlfriend wake.
Basi Mwamba anapofika hapa, anapomuona ex wake yupo na bwana wake, yupo na yule bwana wake, na bwana wake hapa alikuwa anagoma kumnunulia mpenzi wake nyumba milioni 15. Na Mwamba akafika mpaka pale, akanauliza na kusema kwamba, "Oya secretary, nyumba ni bei gani?" Yule bidada anasema kwamba nyumba ya bei ya chini ni milioni 15. Mwamba anasema kwamba anahitaji nyumba ya gharama ya kubwa kuliko zote. Yule bidada anasema kwamba nyumba ya bei kubwa kuliko zote ni hii hapa, ambayo inagharimu milioni 200. Yule bwana anasema kwamba anahitaji nyumba kama hizo mbili, kisha nahitaji hizo mbili. Yule ex wake akanaumia sana pale na kuwaza, kwa nini nilimwacha juani nikaja kwa huyu mpumbavu ambaye anashindwa kununulia nyumba milioni 15. Basi usiku ulipita na Mwamba alienda mpaka kwa yule mpenzi wake kipofu, akaenda kumtoa out na kumfanyia surprise, akamleta moja kwa moja mpaka kwenye mjengo. Mwamba akamleta mpenzi wake pale na kumwambia kwamba ebu naomba ugesi nini ambacho kipo mbele yako. Yule bidada anasema kwamba mbele yangu najua kwamba kuna nyumba milioni 200. Mwamba anashangaa na kumuuliza kwamba je, umefahamu vipi? Bidada anasema kwamba nimesikia kwa watu, mbona watu wengi wanazungumza hivyo, na huko mtaani kuna habari zako nyingi kwamba unanunua majumba ya kifahari, unanunua magari ya kifahari, unalipa watu bila kufanya kazi, yani unatumia pesa. Mwamba akashangaa na kuona kwamba surprise yake imeharibika, hivyo akasema aina noma, kisha akamlisha pale. Nyumba ya kifahari ikawashwa taa, yani ilikuwa ni bomba, bendi zikawa zinapigwa pale, watu wanaenjoy. Yani alimsurprise mpenzi wake kwa bashasha kubwa, watu wakaona fly pale, wanaingia wakicheza mziki taratibu. Na kwa kuwa bidada alikuwa kipofu, Mwamba aliajili mtu ambaye alikuwa anatoa maelekezo. Kuna huyu bidada alikuwa anasema kwamba kila hatua akipiga basi yule bidada anaongea. Na mwisho siku walifika mpaka ndani na Mwamba akapiga goti na kumwambia kwamba naomba nikuoe mpenzi wangu, nahitaji kuishi na wewe milele. Yule bidada baada ya kuambiwa hivyo akageuza na kuanza kuondoka. Johnny akaanza kumfuata na kumwambia kwamba kwa nini unanifanyia hivyo? Mimi nataka kukuoa bwana. Yule bidada anasema kwamba mimi ni kipofu na wewe umeshakuwa tajiri ambaye unamiliki mali nyingi, utawezaje kuwa na mwanamke kama mimi? Unahitaji mtu wa level zako. Yule Mwamba akasema kwamba hapana mpenzi wangu, mimi nitakuwa na wewe. Lakini bidada alikataa kusema kwamba hauwezi kuwa na mimi, kwani mimi sioni na macho yangu ni mabovu, hivyo unahitaji mtu wa level zako tu. Mimi sitoweza najua rafiki zako watakucheka kuwa na mwanamke kama mimi wakati wewe una pesa nyingi. Mwamba alisema kwamba hapana mpenzi wangu, mimi nakupenda wewe na mimi sio tajiri, na utajiri wangu wote unatokana na kazi yangu ya sanaa, hivyo mimi nikwambie ukweli tu, hakuna kitu ambacho kinaweza kubadilisha moyo wangu kwako. Yule bidada akasema sawa. Kisha Mwamba akamuelezea utajiri wake na siri yote ya peni. Yule bidada akasema sawa, na kama kweli utajiri wako unatokana na peni na kweli peni yako inafanya kazi, basi naomba unichole macho yangu niweze kuona tena. Mwamba akaona amna noma, akaona hii ni idea nzuri sana. Basi siku ikafika ya kuchola na basi mshikaji wake alikuwa ameshika picha ya binti mmoja maarufu sana huko mwenye macho mazuri sana, ili wayakopi yale macho ili bidada aweze kuona tena. Basi Mwamba akanachola ile picha, basi akachola yale macho na mwisho wa siku alimaliza. Kisha akamfuata mpenzi wake ili amuoneshe ile picha ili macho yaame. Wakiona muonesha mpenzi wake pale, lakini macho yakatoka na yakuenda kwa mpenzi wake. Mwisho siku yalienda kwenye mabega yule Mwamba, kwa sababu yeye ndiye aliyeshika ile picha na macho yalimgandia pale. Walichanganyikiwa kweli, kwani ikitu imekuwa noma. Basi Mwamba ilibidi aanze kufuta ile macho na mwisho siku yalizapia kweli, aliondoka. Kisha akaanza kupeana mawazo, tutafanyeje sasa? Inabidi yule Mwamba akasema inabidi basi uchole sura nzima. Lakini Mwamba anasema kwamba tukichola sura nzima na ikienda kwa yule bidada itakuwaje? Ikawa noma. Basi Mwamba akasema basi inabidi umchole mwili mzima pamoja na macho. Wakasema okay, hiyo ni idea nzuri. Basi wakaanza kumchola yule bidada. Yule Mwamba alitumia muda mrefu sana, ile picha ilibidi aichole kwa makini mkubwa. Basi alichola akatumia muda mrefu mno, yani mpaka alipokuja kumaliza, lakini bado kitu akifanya kazi. Yule bidada alikasirika na kusema kwamba mnanipotezea muda na hamna kazi ambayo inafanyika. Kisha akaanza kuondoka. Alipokuwa anaondoka, mwisho siku alifika mpaka kwenye mlango. Alipokataa kutoka nje akadisappear, akapotea. Zeni huku upande wa pili wakaona iangalia ile picha ikaanza kufanya kazi hivi. Na mwisho siku Tiana akaja kutokea pale na akaona macho yote yale. Akaona macho yote. Kiukweli walifly sana na Mwamba alienjoy sana hisi. Alafu akamchukua ile bidada na kuanza kumpeleka sehemu zote za starehe, kwenye mabaluni, wakiona paa, wakiona enjoy sana. Basi Mwamba akaanza kuishi maisha ya gharama sana na mshikaji wake akaja kupata mpenzi ambaye alikuwa ni TikToker maarufu sana huko.
Mwisho siku wakaingia kwenye mahusiano, basi wakaona enjoy sana. Sasa muda ukafika, Mwamba akaanza kwenda kufanya kazi zake na akanapeleka michoro yake kwa inapanda samani. Anashangaa siku moja michoro ambayo anaichora inapanda samani na watu wengi wanaigombania, inanunuliwa kwa pesa nyingi sana. Mwamba akana enjoy na yule mshikaji ambaye alimkataa akana una donge tu, yani aelewi ambacho kinatokea. Basi muda ukazidi kusoma, lakini Mwamba kitu ambacho alikuwa akijui ni kwamba ile michoro yote ambayo alikuwa anaichora sio kwamba ilikuwa inatokea tu kutokea sehemu isiyojulikana, ila ni ile michoro ilikuwa inatokea sehemu za watu wanakosa hivyo vitu, ndio inatokea kwake. Kama akichora gari, basi ni gari la mtu limepotea huko, limekuja kwake. Na hata yule bidada ya kupotea kwa macho, alipochora macho, basi kuna msanii mmoja maarufu sana hapo nchini alipoteza macho yakaja kwake. Yani ni mpaka zile pesa ambazo walikuwa wanazitafuta zote zilipotea kutoka benki, na hata yale magari ambayo alikuwa anaendesha yalipotea kutoka kwa watu. Yani ilikuwa ni mziki mnene. Sasa polisi walianza kufuatilia ili swala na kuona pesa zinapotea katika CCTV kamera. Hivyo ilibidi walifanyie kazi na kuanza kufanya utafiti. Nini ambacho kinatokea? Basi kuna huyu ex, sasa kuna huyu mpenzi, sasa kuna huyu Kipala ambaye ni mpenzi wa mpenzi wake. Basi kuna huyu Kipala ambaye ni mpenzi wake na ex wa Joan. Akawa anaona wivu na maendeleo ya Mwamba. Hivyo akaanza kupata wivu na kuanza kuona taarifa zinazotoka kwenye television ambapo analalamika polisi kwamba watu wameibiwa bank. Na yeye ilibidi atumie hiyo nafasi na kusema kwamba Joan ndiye aliyeiba. Hivyo akapiga simu polisi na kuambia kwamba huyo mtu aliyeiba katika benki anaitwa Joan na yupo huko mtaani kwetu. Lakini alikuwa ana uhakika na akasema kwamba kuna siku mmoja huyu Mwamba alikuwa tajiri tu kwa siku mmoja. Sasa mimi naamini kwamba huyo ndiye aliyeiba. Basi polisi walianza kufanya utafiti na walipokuja kugundua kwamba serial namba za ile pesa na zile pesa ambazo Mwamba alinunulia yale majengo ya samani zinafanana. Hivyo wakaanza kumtilia mashaka, wakaanza kumfuatilia. Mwisho siku wakaenda kumfuata mpaka kwenda kumkamata, na wakamkuta siku yupo kuuza picha zake, na wakamkamata pale, wakampeleka mpaka ndani. Wakaona wahoji na Mwamba anasema kwamba hapana, sisi sio wezi, lakini sisi tuna kama magic fulani ambayo tunaifanya. Na walikuwa hitaji kuisema ile siri kwamba ni peni ambayo inawasaidia. Mwamba akajielezea kwamba sisi tuna uwezo wa kuchora, tukichora tu basi tunaweza tukapata hivyo vitu vyote. Na wakawaambia polisi, nyie semeni nini ambacho mnataka tutawapatia. Polisi mmoja akasema kwamba tunahitaji Ferrari. Basi Mwamba akamwambia kwamba hebu geukeni nyuma. Kisha wakachora ile Ferrari chapu, na Ferrari ilitokea pale, Ferrari moja kali sana. Polisi wako na shangaa pale. Basi polisi walikuwa na namna hivyo, wakaona kama ni miujiza tu na walikuwa hana evidence yoyote ya kuwashika wa jamaa. Ilibidi wawaruhusu tu, wakawaambia kwamba nendeni tu. Mwamba wakaondoka, na usiku mmoja wakiwa katika jengo lao la kifahari wakawa wanapiga story na mlango kagongwa na Mwamba walijua kwamba ni polisi, wakakimbia pale. Alibaki tu mpenzi wake. Na mtu aliyeingia pale alikuwa ni ex wa jamaa na amefika pale ambaye alimletea dharau mwanzoni kabisa. Basi wakomekaa pale na yule binti akanajielezea kwamba samahani, naomba nisamehe sana, najua nimekukosea sana, naomba please rudi kwangu, mimi nimekubali, nataka kuachana mume wangu, nirudi kwako, naamini kwamba wewe ndiyo mtu wangu. Mwanzoni nilikuwa nasamini pesa na niko sijali kabisa utu. Hivyo sasa hivi naomba nikwambie kwamba nakupenda sana na najali sana kuhusu hisia zako, wewe ndiyo mtu wangu. Lakini Mwamba akanamtazama Johnny akamwambia kwamba mimi moja nikosea kitu chochote kile, na naomba nikwambie kwamba nimekusamehe, wala sijali kitu chochote. Na Johnny hapa alikuwa amekunywa mtungi, hivyo akana waka tu. Basi muda unazidi kusonga, Johnny akaanza kutoa siri zake za ndani na akaanza kusema kwamba utajiri wangu mkubwa ni kuhusu peni. Kuna peni ya maajabu ambayo niliipata ndio inaniletea michongo yote na pesa na kila kitu ambacho nakihitaji na kipata. Lakini akiwa anatoa zile siri zote, bwana Kipala alikuwa ameweka kamera katika nguo ya mpenzi wake na kila kitu akawa anakisikia na anajua kwamba kumbe mchongo ni peni. Upande wa pili huku sasa polisi wakawa wanajadili kuhusu lile Ferrari walifanya nini. Na taarifa zikaja kusikia kwamba ili Ferrari lilikuwa katika jengo la na hii ikawa shida sasa kwa upande wao wa polisi. Hivyo ikabidi wamfuate bwana Joan na kumwambia kwamba kuna tatizo ili na ili, vitu vya watu vinapotea, hii inakaaje. Na polisi wakamwambia kwamba sasa hii sio kesi kwa upande wako, wala hii haina shida yoyote kwa sababu hauibi wala amna evidence. Kitu ambacho tunataka hicho kifaa ambacho tunakitumia ili kufanya miujiza yako. Mwamba akasema okay, amna shida. Kisha akawachukua na kwenda katika sehemu yake ya siri, akafungua kuweka password ili aitoe ile peni, na anapokuja kufungua ndani anakuta amna kitu chochote kile, yani peni imeibiwa. Na moja kwa moja peni tunaiona ipo mikononi kwa bwana Kipala na yeye tayari anaimiliki peni. Ndio pili Kipala akanachola sasa vitu ambavyo anavihitaji, akaanza kuchola mijengo mikali, mijengo mikubwa sana.
Yani akatengeneza mji mmoja wa kifahari sana ambao alikuwa anataka kuishi yeye peke yake, na yule ambaye alikuwa mpenzi wake ambaye alimsaidia kuiba hii peni akawa amemfunga hapa na muhitaji tena. Mwamba akawa anampenda binti mmoja ambaye yupo kwenye gazeti la fashion, hivyo akamchola huyo binti, na huyo binti upande wa pili huku ni Messi ambapo yupo katika mashindano akiwa ndani ya stage anatembea pale. Mwisho siku akaja kutizapia akapotea, watu wanashangaa, na akaja kutokea huku kwa Kipala. Kwa kuwa Kipala alikuwa anafanya mambo makubwa sana na mambo yalikuwa yanaonekana, basi taarifa ziliwafikia polisi, na polisi mapema sana walijua sehemu ambayo alipo, hivyo ilibidi wamfuate mpaka pale alipo. Wote wakafika mpaka pale, na polisi wakaanza kuongea na Kipala na kumwambia kwamba kitu ambacho unakifanya ni kitu kibaya, hicho ni kitu cha uwizi, kwa sababu vitu ambavyo unavichora vinatoka sehemu za watu vinakuja kwako. Kipala akanajibu kwa jeuri na kusema kwamba mimi sijaiba sehemu yoyote na wala sijamwibia mtu yoyote, hivyo mimi nafanya kwa manufaa yangu na hamna kitu ambacho mnaweza mkanikataza kwa sababu sijaenda kumwibia mtu yoyote yule. Basi polisi wakazidi kumwambia Mwamba kwamba bwana Kipala, tunaomba urudishe hicho kifaa na usalimu tu, kwa sababu hautakuwa na kosa. Lakini bwana Kipala akambishi, na wapambe wake wakamwambia kwamba bosi, hebu chora ndege ya kusafiri kwenda dunia nyingine ili tuondoke hapa, kwa sababu hapa tufai. Yule Kipala akachora ile ndege ambayo wanapanda wale alien, na walivyochora lile ndege lilishuka pale, na walishuka wale alien watatu, na kwa hasira wakaongea kwamba hivi ni nani ametuleta katika hii dunia. Wakati wale alien wakiwa na gomba pale na kulalamika kwa hasira, bwana Kipala pembeni akamechola kifaru cha kivita ambacho kimetengenezwa kwa dhahabu, na akawa yupo ndani mule, akawa anataka kufanya vita vipigwe hapo. Ule mkonga wa kile kifaru alielekezea kwa wale polisi pamoja na wale alien, lakini wale alien walikuwa na nguvu sana. Walifika mpaka pale wakaanza kupindisha ule mkonga na kuweka na kuelekezea uingie mpaka ndani, ili mradi akipiga tu basi afe na hivyo viumbe. Then wale alien wakamtoa nje yule Mwamba, wakaanza kumpiga, wakampa adhabu kwa makosa aliyofanya. Yule alien akachukua kile kifaa chake akaanza kukiangalia, akakasirika sana kuona ile peni imebadilishwa, inaonekana kama penseli ya kawaida. Kisha akamkamata bwana Kipala na kumwambia kwamba umefanyaje hii peni, mbona imebadilika hivi? Lakini Mwamba akatokea na kusema kwamba samahani, mimi ndiye niliyefanya hivyo, naombeni muache huyo jamaa kwani ana kosa, mimi ndiye niliyefanya hivyo ili nisaidie katika shughuli zangu za uchoraji. Basi yule kiumbe alifurahi sana kwa kuwa yule Mwamba alikuwa ni mkweli, akamsogelea na kumwambia kwamba wewe ni mtu mwema sana na hamna mtu yoyote mwenye tabia kama yako. Watu wengi wana tabia mbaya, na katika dunia yenu mpaka dunia yetu watu wa kweli na waongo wote wapo. Hivyo tunafurahi sana kuona mtu akiwa mkweli. Na akasema kwamba sasa sisi muda wa kukaa umeisha, hivyo tunahitaji kuondoka. Lakini Mwamba Joan akasema kwamba naombeni mtusaidie kitu kimoja kabla mjaondoka, tunaomba peni yenu mfanye kitu irudishe kila kitu ambacho kilikuwepo mahali pake. Yule Mwamba akasema hamna shida. Basi akakiminya kile kifaa na kikaanza kurudisha vitu vyote, yani kila kitu kilirudi mahali pake, mpaka yule binti macho yake yalirudi kwa mtu aliyekuwa nayo. Binti akarudi kuwa kipofu tena. Bahati mbaya wale alien hawakujua kwamba ile ndege nayo ililetwa, hivyo akasahau, na ile ndege ikarudishwa ikiwa bado wapo hapa duniani. Basi helikopta za polisi zikawa zinafika pale, na wale alien ilibidi waondoke kwa mbinu nyingine, wakatembea kwa spidi kali sana. Sasa polisi wakamkamata bwana Kipala kwa sababu alikuwa na makosa tayari, ameshafanya uhalifu mkubwa sana. Na Kipala alikamatwa kwa kosa la kumteka yule Messi ambaye alikuwa yupo stejini. Ndio hiyo point ambayo alimkamata nayo, kwa sababu alikuwa na force kumwoa. Basi muda ukasonga na kila kitu kilivyorudi katika mahali pake. Basi na yule binti akamfuata Joan kumwambia kwamba naomba nisamehe, sikujua kwamba mume wangu aliweka kamera katika nguo yangu, naomba nisamehe sana. Basi wakasameheana pale na muda ukasonga. Basi maisha yote yakarudi vile vile. Joan akarudi mtaani tena, akaanza kuteseka kama kawaida, kwa sababu kazi zake zikawa ziendi kama kawaida, nyumba ya kupanga na ana chochote, maisha yamerudi kama kawaida. Basi muda ukasonga na muda ukaenda, kila kitu kilirudi mahali pake, hivyo mambo yalibaki vile vile. Lakini kwa bahati nzuri yule bidada ambaye kipofu alifungua saluni yake na akaoana na yule Mwamba, na kwa sasa wana mtoto. Mimi niishie hapa mtu wangu. Mimi naitwa DST Dusty Bean, mzee wa takataka. Shughuli yangu kubwa ni kudondosha takataka. Najua kwamba mnanikubali, lakini support yenu ndio kubwa sana. Tafadhali mtu wangu wa nguvu ambaye unanikubali, usiache kusubscribe, kwa sababu mimi sina shughuli nyingine hapa mjini ambayo inaniweka town. Hivyo kwa kazi hii tu itanitosha mimi kula. Naomba usiache kunisupport, usiache kusubscribe, kucomment na kuturn on notification bell ili uwe kwanza kupata hii kazi. Mimi naitwa Dusty Bean, mzee wa takataka, na shughuli yangu ni kudondosha takataka. Tukutane kwenye comment. Dondosha takataka.